Kwanza hatuwezi kufa maskini. Yaani kufa maskini hicho kitu nimekataa. Hapa mjini ni ujanja. Tumekuona fikiri watu wanafanya kazi serikalini matajiri nafikiri wamesoma. Hawajasoma chochote. Ukute mwingine hana hata elimu ya darasa la kwanza. Wajanja hapa, yaani wajinga hapa mjini ni wengi mno, wengi wakuja sana hapa mjini. Hapa Saudi Fufara baby na huko muonekano wako ni ndefu unataka kuatafikiri mganga kabisa ile typical ile kutoka huko ndani. Ukichanganya na kunena kwa lugha ndo watakuja hata matajiri. Sasa huu muonekano wako ukivana hivi vicheni. Haya jamani. Kwa nini naambia hapa? Kumbe utajiri kabisa tunamiliki ndani. Cheki baby ulivyopendezwa. Shoga yangu siambie. Sio kwa tajiri, ukufa maskini. Tusikie pole pole sio katusikio. Hii hapa tunaanza. Mimi nakuletea mteja. Alafu mimi ndio yule nitakuwa na kama yule mtafsiri pembeni na ongee. Na Kichina, napaisha mpaka majina ya Kichina. Tisha, chamba ni chama. Ongea vyote unaweza kumwambia wewe una pepo la Juma wangu wewe na liona linakuandama. Basi unaona piga Kichina kule. Wewe. Kuna mteja nimemzia. Wewe. Kwa alikuwa attention sura kazi. Makonde na pandisha. Ndio bwana wewe nangu lelo pangolo kutompeleke. Ndio kupulikika bwana wewe huko. Sasa ndo maisha sasa mke wangu. Ndio raha kuwa na mke mwenye akili. Majirani huku. Yaani hapa. Dadeki kwanza. Watajua wajuu, yani watakoma. Yaani hapo akija ni Kwa hiyo sasa keke vizuri hapo kwanza. Kazogoroka ila kumekucha msimeno wakati. Kazogoroka ila kumekucha msimeno. Achia! Nimemaliza ni? Hapa kusubiri watu wateja. Kenge zangu mimi nisubiri mke wangu aniletee wateja. Mama lete wateja mie. Senyero mie. Vipi? Mbona umewahi kurudi hivyo? Kwema kweli huko? Au Asumani kashakufukuza tayari huko kutoka? Umeanza yani. Kama kawaida yako. Wewe kila kitu Asumani tu. Maana Asumani akawii kutoa balu huko. Huko mke wangu kwema, japo si kwema sana. Maana shindo hata kusimulia nilichokutana nacho. Kweli, kwenda wataalamu nimewakuta. Lakini nilichokiona udenda nusu mmeo nitoke maana udenda tena kuliko na wewe udenda huko ukutoke. Mke wangu hebu tuachane na hayo mambo maana wewe kwa umbea unataka unasi tena tuanze wewe chini na nini, twende kwa mambo ya msingi. Sawa, mimi nimekwenda lakini wakataka kuleta ngojela zao mara swinjo baada ya siku 7 swini, nikaona siku 7 mke wangu, hata kama ndio kweli tuna mgonjwa au mimi naumwa au wewe unaumwa, wewe ungeweza kuvumilia siku 7? Kwa hiyo sasa inakuwaje, tunafanyaje yani hapa? Katika kung'ang'anizana nao nusu antoe balu, ndio akanielekeza kwa mjomba wao anakaa Kisewe huko, kwamba wao ndio wanamwamini ni fundi. Mbona mbali? Kwenye matatizo mke wangu huwa hakuna sehemu ya mbali, tutafika na patakuwa karibu tu hivyo. Sasa mimi wakati narudi niko njiani, nimewaza na kuwazua. Nilichokifikiria mke wangu ni bora mguu wako mguu wangu mpaka kwa mtaala. Hapo sasa ndio hapo alipo mume wangu. Yaani wewe kila sehemu unapoenda wewe basi na mimi niwe nyuma kama kumbikumbi vile. Si ndio wewe tu mume wangu inatosha mpaka mimi jamani? Kwa sababu naweza nikajitibia mimi, nikaiganga biashara, alafu ukakuta watu wakasafiri na nyota yangu. Wewe unasahau kama mimi naye tushaungana. Watu wakaja wakapiga huko. Napopata mimi usingizi, mambo huko karibika tena.
Basi sawa, tutaenda huko. Sio tutaenda mke wangu sasa hivi, ingia ndani, jiandae twende. Basi ngoja waze hapa niwashe moto tupike tule kwanza, pate nguvu ya kwenda huko jamani. Twenda bila kula kweli? Mungu wangu. Yaani uwashe moto na hata moto wenyewe hujawasha. Tule, hujapika, hujaandaa chochote. Mke jaribu kuwa serious. Mpaka watu walibikiwe. Alafu useme mume wangu hataka kunisikiliza. Sawa, ngoja nikajiandae twende. Ndio ujiandae, sio ngoja nikajiandae. Tumbishi kama jiwe bwana. Sisi mtaalamu tumekuja kwa maelezo ya wajomba zako. Wao tumekuta hawako sawa na wana matatizo. Kwa sisi tunataka kuelezea shida zetu, wakatupa maelekezo tuweze kufika hapa. Na ndio huu ujio unaouona. Kiukweli sisi tunahitaji dawa kwa ajili ya kuweza kufanya biashara, tuwe na biashara kubwa zaidi ili tuweze tupata mafanikio. Lakini pia wahenga wanasema hivi, ukitaka kuruka sharti lazima uagane na nyonga. Ama si hivyo mama? Ndio hivyo mume wangu. Kwa lengo la kuja hapa ni kuhakikisha ile misingi yetu ya biashara na sisi wenyewe tunajizatiti haswa. Yaani mtu akigusa huku, akitekenya huku, anakutana na kitu. Vijana wa sasa wanaita chuma kwa chuma, cheche. Nasema mmetoka kwa wajomba zangu, wana matatizo. Wajomba zangu mimi hawajafika kitambo kwangu. Pia sijawasiliana nao kitambo mno. Na kama wana matatizo, kuna jambo lipo sawa. Anyway, tuachane na hilo. Wacha mimi niwasaidie kilichowaleta. Nitakupatia dawa. Na dawa hiyo utakunywa, utaogea, nyingine utajipaka. Na mkeo pia nitampatia dawa. Na atafanya vivyo hivyo kwa sababu ninaweza nikakutibia wewe, wakakushindwa wewe, wakapitia njia ya familia yako ambayo ni mkeo. Hivyo ikawa wakati unamhangaikia mkeo, nyuma kukaa umeshaharibu mambo. Zingatia tu masharti ya dawa hizo nazowapatia, sawa? Nesu nini hapo mkwangue mba jamani. Tatizo na umezidi. Niwezako hata usafishi. Uzo unachelewa wapi kunisafisha? Sasa nilikuwa nazipeleka saluni siku moja moja. Kwa hela gani tulizokuwa nazo? Na mambo yalivyokuwa yamebuma namna hii. Lakini kazi sasa hivi. Wapuuzi wakubwa nye. Oneni mimacho yenu. Kaka na dada, na wahakikishia hii laana itawatafuna mpaka mmoja wenu akubali kufa na kurudi kuwa mzima. Kaka na dada, mnakuwa wapenzi, mnafanya mapenzi. Uliona wapi? Tumbo moja, mlisikia wapi? Pamela, wewe ndo mkubwa wewe. Haya sasa kufanya hivi ndio ili nini? Ndio uwe mganga mkubwa? Alafu nikuulize swali. Sini wewe ulikuwa unakataa wanaume wewe? Kwa hiyo na maana ulikuwa unatunza usichana wako kwa ajili mje kufanya hivi? Sina kuuliza wewe. Mjomba. Kwa hiyo umesahau yale uliotuambia tulipokuja kwako, sio? Nini? Ina maana haukuwa wewe? Mimi? Kama sio wewe ni nani? Mfanye hivi. Ndio mjomba. Ulituambia tukifanya hivi kila kitu kitakuwa sawa. Uganga utarudi kama zamani. Hapa kuna kitu hakipo sawa. Nyumbani kwangu mimi nimwambia ninyi mfanye hivi,